Mtoto wa Mungu, habari za siku ya leo. Bwana amekuwa mwema, ametuvusha, ametupatia tena wiki nyingine, wiki ya kazi. Bwana atukuzwe sana. Katika siku ya leo tuangalie neno fupi kutoka katika kitabu cha Kutoka 14 na fungu la 14. Hili ni fungu ambalo huwa nalipenda sana, lakini limejengwa katika mapambano. Mwanadamu, wewe na mimi tuko katika mapambano kila siku. Hata sasa hivi kuna vita ambayo inaendelea, vita inayoclaim uhai wa watu wengi kule Gaza, Mashariki ya Kati, kule Iran, Marekani of course, Israeli, Sudan kule, DRC, everywhere vita vinapigana sana. Lakini katika maisha yako wewe pamoja na mimi tuna vita pia vile vile ambavyo vinapiganwa. Inawezekana sehemu yako ya kazi, inawezekana kwenye biashara, inawezekana kwenye familia, inawezekana mtaani, vita vinaendelea. Na kuna wakati mwingine wewe sio uliosababisha, lakini huenda kutokana na mibaraka ambayo Mungu amekupa ukaonewa wivu na ukapigwa vita. Lakini inawezekana wewe pia uko umesababisha. Kuna factors nyingi sana. Lakini katika kitabu cha Kutoka 14:14 lipo fungu zuri sana. Kuna mifano mingi ambayo watu huwa wanaitoa. Hebu tuisome kwanza, inasemaje? Kutoka sura ya 14 na fungu la 14. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Ni pale ambapo wana wa Israeli walikuwa wanakombolewa kutoka Misri utumwani kule, wamefika pale bahari ya Sham pale. Huko mbele kuna bahari, pembeni kuna milima, nyuma yanakuja majeshi ya Misri. Lakini pia kuna mfano mwingine, achana na adui ambaye unamuona yule anakuja. Inawezekana sisi tukawa na adui ambaye hatumuoni, lakini Mungu tayari anamuona. Chukulia mfano pale Bwana Yesu Kristo akiwa mtoto mdogo. Malaika akamtokea Yusufu ambaye alikuwa ni baba mlezi. Akamtokea usiku kwamba inuka, umchukue mtoto, mweke kwa mwanapunda, mkakimbilie Misri kwa sababu Herode anaitafuta roho ya mtoto. Wao hawakuwa wanajua, lakini Mungu tayari amekwishaona na akatuma msaada. Kwa hiyo tunapokabidhi vita yetu kwa Mungu, tunapomtegemea Mungu, tunapoomba ulinzi wa Mungu, Mungu ana take care na anapigana kwa niaba yako. Sasa kazini kule, kama kuna mahali ambapo wewe tayari unaona ni vita inayoonekana, Mungu atakupigania kama utamkabidhi. Vita isiyoonekana, Mungu atakupigania kwenye biashara, kwenye familia, kwenye kule mtaani na katika mipango yako mingine yote. Kwa hiyo fungu hili la Kutoka 14 fungu la 14 ni fungu bora sana. Tujifunze kumtegemea Mungu. Na Bwana tunapomkabidhi vita yetu atatupigania na sisi tutanyamaza kimya. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, mtoto wako Mungu wa mbinguni ambaye yuko katika vita sasa hivi. Yawezekana sio vita ambavyo amevisababisha yeye, lakini huenda anapigwa vita katika sehemu yake ya kazi. Inawezekana anapigwa kwa sababu ya imani yake. Inawezekana anapigwa kutokana na baraka nyingi ambazo umempa. Inawezekana ni mfanyakazi bora na mwaminifu sana. Baba, ninakusihi katika asubuhi hii, katika siku hii ya leo, ninakusihi ukampiganie naye akanyamaze kimya. Labda ni mfanyabiashara, unambariki, anatoa sadaka na zaka vizuri, na Baba unambariki sana biashara yake, na anaonewa wivu na anapigwa vita. Mpiganie naye anyamaze kimya. Inawezekana ni kwenye ndoa, inawezekana ni katika shughuli za uraiani, shughuli za mtaani. Baba, naomba ukatupiganie nasi tutanyamaza kimya. Tembea nasi katika wiki hii yote. Utulinde Baba, utufanikishe katika kazi za mikono yetu, kwa sababu wewe ndio unaobariki kazi za wanadamu. Asante Baba kwa kusikia maombi yetu. Tunaomba na kushukuru katika jina lako Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki.